kwa watu ambao hawajamuona Yesu Kristo bado katika Biblia, bado wataona kuna sheria fungu la 10. Wataendelea kuleta sheria, wataendelea kuleta message of condemnation. Wataleta ujumbe wa hukumu. Watawaletea watu habari za hukumu. Hawatawaletea watu habari njema. Lakini Yesu amekuja kutupa habari njema. Habari njema ni kwamba yeye anatuokoa kwa neema yake. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukisema wakati wowote maana yake kuanzia Adamu. Wote walioishi tangu dunia kuumbwa, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Akasema Mungu mwana pekee. Akisema pekee maana yake yuko peke yake, hakuna mwingine. Mungu mwana pekee akaaye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Maana yake ni mwana wa Mungu peke yake ndiye atakayetufahamisha habari njema za Mungu aliye hai. Huyu mwana ndiye atakayeleta masahihisho yote ambayo unaweza ukayapata nje ya ufahamu sahihi wa Mungu. Unaweza ukamjua Mungu kwa kupitia mwana wa Mungu peke yake. Kwa hiyo huyu mwana wa Mungu ndiye atakaye kuelekeza ujumbe wa Musa ni nini katika Torati. Ndiye atakaye kuelekeza ujumbe wa manabii ni nini, kwa sababu yeye ndiye aliyeandikiwa. Aliandikiwa, lengo ni nini? Yeye ndiye aje kuleta ufunuo halisi wa Mungu. Ili uweze kumjua Mungu, ni lazima uweze kumjua Yesu Kristo. Ndio hiyo Waebrania inazungumza vizuri kabisa, Waebrania 1:1, kwamba Mungu alizungumza na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi na kwa namna mbalimbali alizungumza na baba zetu. Lakini akasema, lakini mwisho wa siku hizi amesema na sisi kupitia mwana. Kwa hiyo leo hii tunapokea ufunuo wa moja kwa moja wa Mungu kupitia mwana wa Mungu.